Penzi wafuatiliaji na watazamaji wetu wa Kilimingi Media, leo tena siku nyingine tena tupo nanyi. Tumetembelea maeneo fulani hivi tukakutana na baba yetu, mzee wetu, ndugu yetu ambaye yeye ana vitu tutazungumza naye na utaweza kumfahamu yeye ni nani, anafanya shughuli gani na anapatikana maeneo gani. Ungana nami nyani mzee. Bana mzee wangu, habari bwana? Habari yangu mimi si jambo. Ndiyo babangu. Mzee, cha kwanza kabisa watazamaji wetu wanahitaji kukufahamu. Wewe ni nani? Unafanya shughuli gani na unapatikana maeneo gani? Asante. Kwa ufahamu zaidi, mimi ni jina langu naitwa Agustino John, lakini kwenye mabano ukipenda Tagira Mkoko. Mzee wa Kingwere. Mzee wa Kingwere napatikana Rugoba. Sawa sawa. Mzee Tagira Mkoko, yani hiyo mabano hiyo mimi napenda niitumie hiyo mabano. Ndio. Bwana ndugu mtazamaji wetu kule, mzee anaitwa John, lakini kwenye mabano amesema yeye ni Tagira Mkoko. Labda mzee, kwanza tuanze na muonekano wa mzee. Leo naona huku juu huku hata mimi umenipoteza hapa, na umetoka tuseme kama umetoka kama kijana vile, yani hujatoka kizee yani. Labda hizi ndio staili zako nini za mara nyingi, au ni leo tu umeamua utoke hivi ulivyotoka? Kwanza labda nikukatishe au niwakatishe vijana zangu kwamba ujana si kwa sababu ya mavazi. Ndiyo. Mavazi ni kitu nadhifu na mimi maana mukoko maana yake ni jitu kubwa sana. Kwa mbele zaidi naweza nikatafasiri mukoko maana yake wasongi za mearingi tukumonana na rodi ya soro ya mwasi ya kitoko ya mobari ya mobimba maana ya mukoko. Hapo mzee umetuacha kabisa hapo. Hata kameramani wangu kule bwana naona mzee katupoteza kabisa, yani katupiga chenga fulani. Sasa basi hebu tufafanulie sasa hapo uliposema mukoko nini? Mukoko ya sokiza ngiaringi tukumonana na robi. Mungu akipenda tunakutana kesho. Sasa Mungu ili nikutane naye kesho lazima leo nimefanye maandalizi. Mungu akipenda tukutane kesho. Sasa Mungu ukitaka nikutane naye kesho nifanye maandalizi leo. Nivae vizuri, nile vizuri, niishi vizuri. Sawa sawa. Kwa hiyo ndio tafsiri ya hiyo mukoko tukumonana na robi. Bwana, naona mtazamaji wangu kuna kitu kikubwa ambacho umekipata kutoka kwa mzee wetu hapa. Mabano mimi natumia ile katika mabano, yani Tagira Mkoko. Tagira Mkoko. Ndio. Mimi naomba nikuulize kidogo kwenye upande wako wewe, yani wewe mzee unashughulika na nini, yani mtu anapokutafuta anaweza kukupata wapi, na kama itakupendeza nini kuweza kufahamu na kujoin na watazamaji watu wengi ambao wanakufuatilia saa hizi. Asante sana. Kwanza mimi sasa hivi wenzetu wenye lugha nyepesi wanasema retired officer, au ni mtu niliostaafu majukumu ya kuajiriwa na kufanya nini. Sasa hivi mimi napatikana Rugoba, kitongoji cha Friends Corner, kata ya Rugoba, tarafa ya Msoga, halmashauri ya Chalinze napatikana. Lakini kazi zangu kubwa zaidi mimi ni mkulima mzoefu na mkongwe. Ndiyo. Ndio. Okay, mzee Tagira Mkoko unapatikana Rugoba, na wewe umesema zaidi wewe ni mkulima. Labda tungependa kufahamu kwenye hili eneo la kilimo ambalo wewe ndio idara yako tuseme. Tunahitaji kufahamu wewe unalima kilimo cha aina gani, yani kwenye kilimo kuna wakulima tuseme wale wadogo, sijui wa jembe la mkono, afu kuna wakati sijui kuna wakubwa. Yani hivyo kuna kilimo cha umwagiliaji na kilimo cha kusubiria mvua, labda au aina fulani ya mazao ambayo ndio wewe huwa unayalima. Basi hebu tujaribu kushare na wafuatiliaji wetu kwenye eneo hili la kilimo, na wao wanaweza labda wakapata kitu pia kwenye kilimo, wakati tukajifunza kutoka kwako pia. Karibu baba. Sawa. Kwanza nikizungumzia kilimo, mimi nalima kilimo cha kisasa kabisa, ambaye nikizungumzia kilimo cha kisasa ni kilimo kile cha kutumia mitambo. Ukizungumzia mitambo ina maana trekta. Ndio. Lakini naye na viatirifu, natumia viatirifu, ina maana madawa ya kulia magugu, madawa ya kunyunyizia kuua wadudu waharibifu. Ndio kilimo ninachokwenda nacho sasa hivi.
Na hilo eneo la sekta ya kilimo hii, katika upande wa nchi yetu Tanzania huku tunaona kama vile yaani tuseme kama serikali hawajaipa kipaumbele sana idara hii, wakati kuna kauli mbiu mbalimbali ziliwahi kutokea. Kwa upande wa rais wetu wa kwanza, baba wa taifa, alileta kauli mbiu yake, alisema kilimo ni uti wa mgongo, na kilimo ni uti wa mgongo ilimaanisha kwamba tukipe uzito kilimo na tuweze kukifanya kama ndio kipaumbele, kina kiunganishi chetu cha taifa au vinginevyo. Lakini je, unadhani kuanzia awali mpaka sasa hili eneo la kilimo kweli tumelifanya ipasavyo kama nchi sasa, kusema kama taifa sasa? Asante sana. Labda huko mko mbali sana vijana na watu lazima kwanza, kilimo ni uti wa mgongo. Maana yake ni nini? Hata anaozaliwa leo anatakiwa ale, hata mgonjwa anatakiwa ale. Ndio maana uti ulipoanzia pale. Sasa wewe ukilima sana, kile chakula unaweza ukafaidika nacho wewe, jirani yako, wilaya yako, halmashauri yako, mkoa wako, taifa lako na taifa jirani wananufaika. Sasa swala la nani, serikali itakusaidia nini? Kwanza wewe mwenyewe unapolima lazima utafute masoko. Bila kutafuta soko, ukifanya jambo lolote bila kutafuta soko, hapo utafeli. Sio serikali imefeli. Ndio. Mimi ndio ninavyoona mimi. Sasa serikali itakuongezea tu pale uliponasa ili kunasue. Sawa mzee wangu, na kwenye eneo hilo hilo bado naongeza kidogo hapo swali kwamba wewe ni retired kama ulivyosema, ni mstaafu. Na ndio shughuli zako umesema ni kilimo, lakini kuna watumishi au Watanzania wengi ambao wanafanya shughuli zingine mpaka wakisha staafu, aidha mtu kamaliza kastaafu jeshini au walimu huko, ndo wanaanza sasa kuja kulima. Yani kilimo wanakifanya kama kitu cha mwisho kabisa, kwamba kinapewa kweli hiyo nafasi ya uti wa mgongo kama ambavyo lengo lilikuwa awali. Kwanza Watanzania wengi ni waoga wa kilimo, ambao swala la kilimo waoga, au wanaona kilimo ni adhabu au labda kama vile jela. Ndio maana watu wengi wamefeli kwenye hilo jambo, lakini tunaamini kwamba wanakuja kwenye kilimo baada ya mbadala, wamefeli vitu vyote. Sasa wanakuja kujikita huku, lazima watafeli, sababu unatakiwa uwe na akili timamu, uwe na nguvu za kutosha, uwe na dhamira kwamba unachotaka kufanya hapa naenda na dunia sasa hivi inavyokwenda.